Mwanamke, tengeneza thamani yako. Ukiwa na Mungu ndani yako, kila kitu kitakuandama. Mamilioni ya watu leo, wanawake wanahangaika usiku na mchana kutafuta namna ya kuwatega wanaume, hata kwa kukaa vibaya, hata kwa kuvaa vibaya, hata kwa kutengeneza mazingira ya mvuto na kushawishi kwa macho, hata kwa kulegeza macho, kulegeza viungo, kuvaa nguo za ovyo ili wawatege wanaume, washawishike, wawaoe. Lakini hayo yote yamekuja kuwafanya wanawake wengi kuwa makahaba, yamekuja kuwafanya wanawake wengi kuishi kwa stress, sababu walipomwona mwanaume wakamtamani, wakaanza kumtega. Yule mwanaume alipowakataa au alivyokataa kuonesha ushirikiano, wale watu wengine walienda kwa waganga kuwaroga, au wengine wameishi kwa majonzi na masikitiko na maumivu yasiyokuisha, au wengine wamehisi wana mikosi, au wengine wameishi maisha ya kujidhalilisha kwamba wale watu kweli walikubali kuja, lakini kwa sababu hawajavutika kwa sababu ya ndoa, bali walitegwa. Kwa walikuja kutafuta kile kilichowashawishi, kama ni zinaa, kama ni viungo vyako, kama ni maziwa yako, kama ni nini. Walipokwisha wakashiba, leo wameondoka. Kwa sababu hawakuja kwa sababu walikupenda kwa sababu ya ndoa, bali walikuja kwa sababu walikutamani, kwa sababu uliwatega na viungo vyako ambavyo ulifanya ushetani. Maisha ya mwanadamu yeyote asiyeheshimu mwili wake, huyo mwanadamu atavutia mapepo na mashetani. Wanaume watakuja au wanawake watakuja, atahisi ni watu sahihi, lakini kumbe si watu sahihi. Unapotaka kuoa au kuolewa, ukaendekeza tamaa ikawa mbele kuliko kuhitaji kuchunguza, matokeo yako utaambulia koroma. Ni muda wako dada wa kujiheshimu, kuheshimu mwili wako, kuheshimu viungo vyako, kuheshimu thamani yako. Kwa nini unajidhalilisha? Kwa nini unavaa uchi? Kwa nini unaweka midomo unaibinua? Kwa nini unafanya vitu vya kishetani ili kuwatega wanaume ukihisi utaolewa? Usipokuwa makini utakufa single. Usipokuwa makini utabebeshwa mimba na kuachwa. Usipokuwa makini utaziniwa na kuziniwa na kuziniwa na kuchoka. Mwisho wa mwisho utatelekezwa. Maisha ya mwanadamu asiyejiheshimu ni mwanadamu anayeelekea uharibifu. Yesu Kristo ndiye pekee aliyekuja kumpa mwanadamu uzima wa milele. Soma Yohana 10:10. Lakini shetani alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu. Unapotumia kanuni za shetani kutafuta mwanaume au mwanamke, jua utapata mke wa kipepo au mke wa kishetani au mume wa kishetani, ambaye ile ndoa kuja kudumu itakuwa ni ngumu. Tamaa mbele, mauti nyuma. Ukiona umeendekeza tamaa kwenye kutafuta ndoa, mauti yako nyuma yako. Mauti inaweza kuwa ni ndoa kuvunjika, kubebeshwa mimba na kutelekezwa, au kukataliwa na mwisho kudhalilika. Na usipokuwa makini na roho nzito na roho ya ujasiri, utakunywa sumu na utakufa kabla wakati wako. Stuka rafiki yangu, toka kwenye tamaa, rudi kwenye misingi ya kimungu ili Mungu akuongoze na utapata mtu sahihi. Kumbuka nina vitabu na nina ushauri. Mamilioni ya wadada wengi na wakaka wengi na ndoa nyingi na mahusiano mengi na maumivu mengi ya maisha. Ndoa zimeunganishwa. Walioachana leo wamerudiana. Mamilioni ya watu leo wana furaha kwenye ndoa zao, uchumba wao na maisha yao, kwa sababu Mungu amenipa neema, na si kwa akili, fahamu wala nguvu zangu, bali ni hekima yake, maarifa yake na nguvu yake Mungu, inayonipa neema ya kukuelekeza, kukufundisha na kuponya maisha yako kwa jina la Yesu. Nawapenda. Usiache kunitafuta, vitabu kuvichukua na ushauri kuchukua, maana hautobaki kama ulivyokuwa. Utang'ara kama dhahabu, utavutia kupita kawaida, na maisha yako yatakuwa ya thamani katika Mungu aliye hai. Nawapenda. Thank you for watching.